Unatazama Uvira News TV. Asante. Naam, asante sana ndugu penzi watazamaji wa Uvira News TV. Karibu tena kufuata kipindi chenu, kipindi live, kipindi cha Tujuze, kipindi ambacho kinakusanyisha watu wengi sana kutoka sekta tofauti tofauti. Ukiwa na business yako unataka watu kupitia TV yetu waweze kujua kile kitu ambacho unakiandalia watu, either event, either mambo tofauti tofauti, ni hapa kwenye kipindi cha Tujuze. Niite Abubakari Kashindi Kamwanya, machapaka hazeki, muhuni niliyezaliwa, wajinga watano jipange kwa miundombinu hili kuweza kunidhibiti. Watoto wa mjini wenye pumzi ndogo wananitaga AOG. Na leo kwenye kipindi chetu tuko na mgeni rasmi ambaye atakuwa ni msanii Snake G, ambaye tutapata kupiga naye na story kuhusiana na mambo mengi ambayo mnaendelea kusikia mtaani na mitandaoni, social media nikisema hivyo, kwa kuandalizi wa show yake ya Wakongwe Concert. Basi usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel hii ya Uvira News TV ili uweze kuwa kwanza kupata notifications za kazi ambazo tunazoendelea kuzifanya. Nyuma kamera ni Moses Majaga Yope. Bado mfungo wa Ramadhani siku 3 au siku 5 tuweze kumaliza. Basi nikutakie tu heri ya sikukuu ya Eid al-Fitri kwa Waislamu wote ulimwenguni mzima. Karibu bwana Snake G, na asante kuweza kuitikia wito wa kipindi chetu cha Tujuze leo, na ninasikia furaha sana kuweza kupokea kwenye mahabara yetu ya Uvira News TV. Na mimi nashukuru sana. Nashukuru nilipoona waliko wenu, nikaona ni muhimu sana mimi kufika. Na tena naweza kusema nashukuru sana. Naam. Sana kabisa. Naam bwana Snake G, ni kwamba watu wanapenda kujua, kwa sababu kuna skendo nyingi na kuna vitu ambavyo tunasikia vinazidi kupeleka baadhi ya radio hapa nyumbani, kwa matangazo kwamba kuna kitu ambacho unakiandaa. Hiyo sitakuwa sikukuu ya Eid. Sasa watu wanataka kujua kwa sana, kwa sababu watu wanasikia lakini hawana ile confidence na vile ambavyo wanavyokuwa wakivisikia sehemu tofauti tofauti kwenye social media, haswa ni habari ambazo zinakuwa hazipo za usahihi. Je, inakuwa kwaje kuhusiana na hiyo event yako? Kiukweli ni event kubwa ambayo tunaiandaa. Naandaa event kubwa siku ya Eid, sababu niliona kutokana hata na usalama mdogo ambao tukoemo siku hizi, lakini sisi nikapendelea ndugu zangu Waislamu wakose kuburudika, kwa sababu kuna burudani inahitaji sometimes unapopata burudani stress kwanza zinatoka. Tunaandaa concert kubwa ambayo inaitwa Wakongwe Concert. Yaani nakusanyisha wasanii wakubwa, wasanii wote wakubwa. Nakusanyisha kwa pamoja, ndio maana tuipatia jina ya Wakongwe Concert. Na ikisema kusanyisha wasanii wakubwa, yani ni wale tu ma legends au na hata wa new generation ambao wanafanya vizuri kwenye kizazi hiki? Yani wale ambao wanakuja, yani ni waalikwa. Lakini wanapeleka concert ni wale wakubwa, wa legenda. Ndio wanapeleka concert. Na pia kwenye hii Wakongwe Concert kuna kitu ambacho nimefurahia sana, kwa sababu kuna vile vipaji ambavyo vilikuwa vipo down, vilikuwa tena visikiliki sana licha ya kuwa ni wadogo lakini ni wakongwe katika kimuziki. Kuna msanii nikicheki cover up, Berdav yupo miongoni mwa wasanii ambao umewaalika kwa sababu ya kuweza kushuhudia na kuweza kuwa miongoni mwa waalikwa wapendwa wasanii wako ambao umewaweka katika Wakongwe Concert. Kwa sababu mimi napenda kwanza msanii mwenye adabu. Unapokuwa tu unafanya vizuri kama una adabu, mimi siwezi nikakushirikisha kwenye jambo langu lolote. Lakini unapokuwa msanii mwenye unajijua, unaheshima, lazima nikusaidie na wewe usogee mbele na uonekane, kwa sababu ni event kubwa. Na gisi ni event kubwa zaidi, hata kwanza mimi mkuanza ni kitu ambacho nikalaka chini, hii concert ambayo nitaifanya nipatie jina gani? Nifanye concert aina gani? Lakini nilipoikaa sana nikagundua kuna baadhi ya wakongwe ambao wanafanya vizuri, lakini na wengine siku hizi wako kimya, wataki kusikika. Acha tu alamshe. Acha tu wakogote. So wale ni wakubwa zetu, tusio tunawaacha. Sasa kuna baadhi ya watu tulianza pamoja na kuna baadhi walianza mbele yangu. Na kiza nikafika kuwatafuta, tukakaa umoja, tukakaa sehemu moja, tukapanga kusema inaitwa Wakongwe Concert. Labda kuna watu ambao wamezua sana gumzo, kwa sababu hapa najua baada ya kuweza kupostiwa wasanii, mmoja wasanii wa Uvira sana inakuwa inatokea hivyo. Au wasanii wakubwa at least Mr. Gavin,
Ashilian na wengine ambao ukikuta kwenye show hizi inakuwa ni nadra sana kuweza kuwakutanisha na kuweza kufanya kitu ambacho kitakuwa ni sawa na hichi ambacho umekifanya, kwa sababu watu wengi mpaka sasa hawajaamini kwamba kuna ule ukaribu ambao umeufanya, kwa sababu kuweza kuwaaminisha sawa. Je, show itakuwa, je watakuwepo, inakuwa kwaje? Waambie watu wenye kutufuata Uvira News TV mida kama na hii waweze kujua kwamba ni kweli au ni zile tu papara za wasanii mnapopendaga kufanya. Hapa si hivyo. Unajua muziki ni biashara. Na kuna beef za wasanii zinakuaga zile. Endapo sasa nakuta mimi ni kwanza gisi ninavyoishi. Mimi kwanza sina ubaya na msanii. Na kama ni akitaka ubaya ni ubaya. Na akitaka amani ni amani. Na akitaka biashara ni biashara. Yaani sehemu zote mimi natembea. Napo kujikuta hii ni biashara ambayo tunataka kuifanza. Na ni kitu ambacho kina upendo. Na kiasi gani mimi naongea na wale wasanii, kiasi gani mimi na upendo na wenzangu, ikabidi niwasogelei, sikukurupuka tu nikamati afishi ya mtu nibandike alafu niite wa Kongo Concert. Hapana, nilifuata kwanza heshima yao, mimi na waheshimu ya kwanza. Hao watu ni wakubwa zangu na mwao mna wadogo zangu na mama watu ambao tumeanza pamoja. Mle tuko wako pale. Ilibidi nifikirie na ndio maana nikafikia umoja. Baada ya kutengeneza kitu namuonesha anakubali. Uko tayari? Yani tunamaliza. Naenda kwa mwingine. Wakati wote wamependa idea na wakaona kabisa ni idea nzuri na ni kubwa, tusimwachilie. Mtu ambaye anapoleta idea nzuri tumunge mkono. Na wakaniunga mkono, na ndio maana tukafanya afish kama na ile na tukaita wa Kongo Concert. Naam, na labda kitu ambacho wadau wengi walipenda kufahamu na kujua kwamba je, kwa nini wa Kongo Concert? Je, kutakuwa na uadhimisho wa msanii wetu ambaye alifanya vizuri sana? Najua at least hata kipindi kile mlikuwa mnafanya kazi pamoja, John P.I. Hapo kuwa na uadhimisho wowote ule, aidha kitu fulani ambacho kinaweza kuwa labda cha kuweza kumrudishia heshima kwa jinsi alivyofanya muziki, kufanya kugaa hivi, kutetea nchi mpaka hatua alipofikia Mungu kuweza kuchukua roho yake? Hatuwezi tukakosa kufanya kitu kama na kile. Na kizani kuna muda ambao tutakuwa kasilansi kadogo kwa kukumbuka kwanza wasanii wote ambao wameshatoweka, ambao tuko nao kwa sasa. Lazima ile kitu tukifanze. Na vile vile ni kitu ambacho juu nikiache itakuwa kama vile hatujui thamani yake. Na ni concert ya wasanii wakubwa. Lazima tukumbuke ile siku. Naam, wa Kongo Concert kama jinsi tulivyosikia, jina ndio hivyo imekuja na imemaanisha kabisa sio wa Kongo kwa sababu ya jina, lakini ni wa Kongo na itakuwa na maana kuwa patakuwepo wasanii ambao ni wa Kongo, ma legend wasanii ambao wapo. Sasa mwana, baada ya kuweza kuongelea kitu kikubwa hicho wa Kongo Concert, lakini mwisho wa siku mwezi kama wa mwezi wa tatu mwanzo, mwezi wa pili mwishowe, kuna zile ambazo tetesi zimekuwa kwenye mitandao ya kijamii, social media, unashikilia silaha picha. Huku watu wengi walijiuliza sana, huyu ni Snake G, watu wengi kwa mtafaruku. Lakini watu wanataka kujua, je, ilikuwa ni wewe na ilikuwa kuaje? Snake G unakuwa jeshi, Snake G unakuwa mzalendo, umejitolea kwa sababu kupigania nchi. Ndo tulitaka tujue pamoja na wenye kutufuata Uvira News TV this time. Siku hizi naitwa jina ambalo naitwa kwa sasa. Naitwa mzalendo hodari. Mwenye hekima. Ndio jina kwa sasa. Mzalendo hodari, mwenye hekima. Sio kila mtu alishikilia silaha eti ndo mzalendo. Hapana. Uzalendo, mimi zile picha walioniona ni ngoma mpya ambao ilikuwa naandaliwa. Yani capture ya ngoma. Ni ngoma mpya ilikuwa naandaliwa. Sababu unajua zile vitu kuna baadhi ya comments ambazo watu wanaandika wanasema huyu jamaa Snake G huenda amekosa na kazi ya kufanya ili aweze kuingia jeshi. Wengine wanasema sijaamini. Kuna emoji watu wanatia zile stick za kushangaa, wanashangaa. Zingine wanatia stick za kushangaa kunakimbia. Inaonekana kwamba watu umeweka kwenye mtafaruku mkubwa. Msanii kama Snake G kuweza kuingia hivyo ni kitu cha kuweza kupongeza, kwa sababu kuna wanajeshi ambao pia ni wasanii pia. Kumbe zilikuwa capture na watu wanapaswa kujua, wanajua kwamba zile zilikuwa ni capture, haikuwa ni uhalisia, ni kwa sababu ya kufanya cover ya ngoma yako ya uzalendo. Yani kuna track ambayo ni uzalendo tayari imeachiwa au bado iko kwenye projects, bado ni new material? Audio tayari na haijaachiwa bado. Lakini siku zilizopita nilikuwa kwenye media, sababu kuna verse moja anamwambia
hivi ni nini nimewakimbiza? Wale kuniuliza swali moja nini nani wamekimbia? Kama alifikiria tu wa jeshi wa nini? Mimi nijungumzia kwa sababu naambia hakuna jeshi wa Kongo ambaye amekimbia. Kwa sababu hakuna jeshi wa Kongo mwenye alienda nje ya nchi. Lakini polisi wa Kongo walikimbia. Walitoka Kongo wakaenda Burundi. Wale niwaambia kwa nini wamekimbia nini? Kuna baadhi wa viongozi walitoka walienda nchi jirani. Nini imewakimbiza? Hatujui. Kuna verse iko pale. Sasa unajua lakini ngoma ile ni ngoma nzuri sana. Ina melody, ina usikie tu. Lakini mimi ni mzalendo. Na ninapoona kitu kinachotokea siwezi kosa kuongea, siwezi kosa kuimba kwa sababu Mungu amenipa karama yangu kwa sababu ya kuimba. Unapofanya kibaya nitaimba, unapofanya kizuri nitaimba. Ile ni kawaida. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, nakwambia Uzalendo pia ni track ambayo alikuwa iko naiandaa, lakini mkuu wa kwanza ku-like, kushare pia kusubscribe channel yake ya Snake G ili uweze kuwa wa kwanza. Track Mzalendo ikija kuanguka kwenye platform yake uweze kuwa mtu wa kwanza kuweza kusikia track hiyo, na kwa support yako pia utakuwa umesaidia sana kuweza kumsupport huyu bwana katika kitu ambacho amekifanya, na umesikia tete zake na dondoo ambazo ameweza kudondosha hapa Uvira News TV. Kipindi Tujuze, niite Abubakari Kashindi Kamwanya, lakini bado tujamaliza. Snake G, kabla kwenda kukaribia mwishowe huko ndani, waambie wana show inapangika vipi? Kwanza tuachane show zaidi kwa sababu katika najua kukujua toka ni kujua Snake G. Sijawahi kuona siku Idi napita hiyo Idi kubwa Idi ndogo pakose kuwepo na show. Kwa nini utaratibu huu? Kwa sababu sipendaki ndugu zangu Waislamu wakose burudani wakati mimi wanaita msanii mkali wa show, performance bora. Na kwa nini show zako haujaweza wahi kufanya kinyume na mji wenu Kavimvira? Sio hivyo. Sio hivyo. Mimi siku hizi naishi wapi? Mimi siishi Kavimvira. Mimi siishi Mlongo. Naishi Mlongo. Lakini kwa tasnia hapa nyumbani walivyokujua, yani kwa industry hapa nyumbani walikujua kama wewe ni msanii wapi? Kavimvira United. Sababu ndio nipo nizaliwa. Kwa sasa hivi najua kwamba makazi yako ni Mlongo. Sivyo? Lakini nimeuliza hivi, kwa nini show zako zote ambazo unazifanya siku ya Idi unazifanyia Kavimvira? Kwa sababu Kavimvira na Kasenga ni nafasi ambao wanapenda muziki kuliko sehemu zote. Kweli? Like wana wa Kavimvira Kasenga, basi popote pale ujipo mkono juu, kwa sababu Snake anakuambia nyinyi ndio wana ambao mnapenda muziki. Kwa sababu yani show za Mlongo mnashindiwa wapi? Lakini kuna baadhi washabiki wa Mlongo wengi ni washabiki mandazi. Lakini watanisamee ila nawapenda sana. Kivipi tunaongea? Kwa sababu sisi tunapenda wazidi kutusupport. Unakutana msanii ana jina. Tena jina kabambi. Anapofanya event Mlongo unakuta anapiga tafiasko. Why? Lakini ukiangalia Kasenga, ukiangalia Mlongo, wao wasanii wanajezaga watu. Tunakuja tunajifunza ile kitu tutaki kuelewa. Maana inaonekana hii fasi wanapenda muziki kuliko hii sehemu. Ile kitu tulikigundua lakini hata kwenye hata award fulani. Na ndio inapeleka wasanii wote Uvira mzima. Ukiangalia zao walifanyia Kasenga na zao walifanzia mbali sehemu nyingine, sio Kasenga wala Mlongo. Unaona tofauti, hata watu unaona tofauti. Yaani kwa sehemu zimoja watu wanapenda muziki. Kumbe ndugu zangu wa Mlongo kuzone wapi? Wapende muziki. Wanaposikia msanii wao wanamsifia mitaani, anafanya event, usimwachilie. Twende tumsupport yule msanii. Ili tuone kama kweli tunapenda. Kasenga ikija, Zone ikija, Mlongo ikija, tunafanya sale kubwa inajaa watu. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, mambo mazuri ni mengi sana. Tukianza kuongea leo hadi kesho hatuwezi tukayamaliza hata mwezi kesho, kwa sababu mambo ambayo ni mazuri sana. Lakini Snake G, lengo na madhumuni ya sisi kukuitia hapa Uvira News TV ni kwanza event yako ambayo unaiandaa. Watu walitaka kujua kupitia kipindi chao cha Tujuze. Na sasa uambie kuingia vipi, zile utaratibu na show itakuaje mpaka jinsi event nzima itakapokuwa imeisha. Concert itaanza na 14h. Yani saa 8 just event inaanza. Na tutamaliza mapema, hatutakawia. Sio ma 22h, ma 23h, hapana. 19h, yani saa 1 just. Concert inaisha kutokana na hali ya hewa yenye iko. Na kiingilio ni 3,000 na VIP ni 5,000. Ndio maandalizi ya concert. Na kizani unapofika pale watakupokea vizuri na wasanii wote watakuwa pale. Tutaanza mapema, tutaenjoy
na mtapenda, na inapatikana kwenye Sale AIGT Kavimvira. Sale nzuri, unaingia uko poa kabisa, utarizika ndani. Na siku hizi mnapigia sana kule wana. Sijui yule kuna baadhi ya Sale nyingi zimeenda na maji. Kuna tatizo ni Sale nyingi sana zilikuwa tunazoea kufanyia kwa mabichi. Zaidi mimi nilikuwa napenda kufanyia sana kwenye mabichi. Concert zangu nyingi sana. Nilikuwa napenda kwenye mabichi kwa sababu ni siku kuna mtu atapenda kugusa maji. Kuna mtu miaka mingi hajafika hata baharini. Lakini siku ile anapata muda kufika baharini. Sasa kujikuta Sale zile zote nyingi zimekwenda na maji. Tunakuja kujikuta ile Sale iko fasi ambao maji hazisogea. Ni fasi nzuri na tunaangalia plasma, tunaangalia ndani gisi kulivyo, akulipana style fanya event. Ambao kila mtu ambaye atafika mule atarizika na sehemu ambao ilivyo ndani. Naam, asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa Uvira News TV. Msikia show wa Kongwe Concert. Kiingilio place za kawaida ni pesa 3000, VIP ni pesa 5000 kwa sababu ya hali yenyewe ya nchi yetu ilivyo kwa sasa. Ni kwa sababu hivyo kuweza kuburudika pia burudani kwa walivyosema kwa mjibu wa Snake J, kwa burudani ni kitu ambacho kinapea pia roho kuwa na amani pia katika mojawapo hivyo. AIGT ni maeneo ya Kavimvira, mfano unataka kuelekea njia ya kwenda Kagando, mbele kidogo ya Mezode la Bible pale utakuta ukumbi mmoja unaitwa AIGT. Unaweza kuingia pale siku ya Eid wale ambao watakaopenda kuungana na msanii Snake J. Basi Snake J, neno la mwisho kuambia wenye kutufuata media kama na Uvira News TV. Nawapenda kwanza. Napenda wasikilizaji wote ambao wanazidi kutufuatilia. Mimi nawapenda sana, nawaheshimu sana kwa sababu wao ndio bosi wetu. Napofanya kitu ni kwa sababu ya mashabiki ili wazidi kuburudika. Karibu siku ile kwenye Sale AIGT kama gisi tumeshazungumza mengi, umesikia. Tunawaandalia mambo mazuri kama gisi mnavyonizoea. Sijawahi kuangusha kwenye event zote. Nikipanda stage makali sana. Lakini mtapenda sana na maandalizi ni makubwa zaidi. Sitawahi kuangusha. Karibu siku ya Eid ili tufurahi kwa pamoja, tuburudike kwa pamoja. I love you, nawapenda sana. Naam, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Snake J, ndio tunamaliza kupiga hivyo ndugu mpenzi mtazamaji. Nikizani pia umepata kusikia vya kutosha kuhusiana na skendo ambazo zilikuwa zipo na umepata uhakika kutoka kwa mdomo mwenyewe wa msanii wetu Snake J. Usisahau kushare, kulike pia kusubscribe channel hii ya Uvira News TV ili uweze kuwa kwanza kutupa supporti na kuweza kupata notifications za kazi zote tunazoendelea kuzifanya. Yangu jina niite Abubakari Kashindi Kamwanya, macho paka hazeki, muhoni niliyezaliwa wajinga watano, jipange kwa miundombinu ili kuweza kunidhibiti. Watoto wa mjini wenye pumzi ndogo wananitaga AOG. Nyuma kamera Moses Majaga Yope. Asante pia usisahau kutangazisha biashara yako, kazi zako kupitia kipindi chako cha Tujuze na Uvira News TV. Asante. Unatazama Uvira News TV. Asante.